Fi Sabilillah Online TV. Competence brings confidence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani, ndugu zangu na vipenzi wetu wa chaneli yetu pendwa, chaneli yetu ya Sungura Fi Sabilillah Online TV. Kwanza nizidi kutoa pongezi kwenu kwa mapokezi ya darasa zetu na namna mmekuwa pamoja na sisi. Allah tabaraka wa taala awalipe, na insha Allah kila lilokuwa la kheri na bora Allah wafanyie wepesi. Lakini tunawakumbusha msiache kusubscribe chaneli yetu, kulike na kucomment, ili tuzidi kupeana faida na vitu vilivyokuwa bora bihurmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tupo katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo tutaeleza darasa yetu itakuwa ni tofauti kidogo. Itakuwa imetawala zaidi upande wa kisayansi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia baba zangu, mama zangu, especially na dada zangu mbalimbali. Darasa yetu ya leo itaangalia miongoni mwa zile sababu zinazopelekea mtu kupata tatizo la alam asfalil batni, la kupata maumivu makali chini ya tumbo lake. Na hizi sababu zipo takriban 19, nilishawahi kusema, lakini leo tutaangalia moja miongoni mwa zile sababu, hasa katika kipindi cha hali ya hewa inapokuwa ni ya baridi kali ama mvua. Wamekuwa watu wengi wakipata haya maumivu. Sasa haya maumivu yanasababishwa na atharul amaliyati aljarahiyya, ni mtu kuwa na athari au mabaki baada ya mtu huyo kufanyiwa upasuaji ama operation. Sababu kuna uwezekano ikaacha athari mbaya sehemu ile iliyofanyiwa upasuaji ama iliyotengeneza mpasuko, ambapo imefanyiwa operation ama upasuaji huo ikawa ndiyo sababu ya kumletea huyu mtu alam asfalil batni, maumivu makali mno chini ya tumbo lake. Sasa maumivu makali haya chini ya tumbo, sasa je, anapopata haya maumivu makali nini kinaweza kutokea? Tunasema haya maumivu hupatikana kwa aina ya msuguano unaopatikana kati ya viungo vya ndani na ile tishu ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ameijalia, si yenye kushikamana na viungo ambavyo si wajibu kusuguana na viungo vya ndani. Na atharul amaliyati aljarahiyya, na kupatikana athari ama mabaki anayoyapata baada ya kufanyiwa upasuaji. Hapa naomba ndugu yangu unisikilize vizuri na kuelekeza tiba. Unaweza ukaona ni tiba ndogo, lakini ina manufaa yaliyokuwa makubwa na yenye kuleta matokeo ya haraka kwa mtu mwenye tatizo kama hili. Kitu cha kwanza, mtu apate zaiti zaituni, apate mafuta halisi ya zaituni. Kisha atayachukua haya mafuta ya zaituni, atachukua kijiko kidogo kile cha sukari ama cha chai, atachota mafuta yake ya zaituni, apate kutumia kwa kula kijiko kimoja asubuhi na kimoja jioni kwa masiku takriban 30 mutawaliyati, yenye kufuatana. Afanye hivyo kabla ya kula chakula asubuhi ama kabla ya kula chochote, iwe asubuhi na jioni. Atumie mafuta haya kwa sababu yana nafasi bora ya kuweza kumsaidia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kutibu tatizo hili, kwa sababu haya mafuta kama utayatumia mutawaliyati, tunasema ni adwiyatul muhallal. Sifa na kanuni yake ni kutibu tatizo hili moja kwa moja. Kwa hiyo fanya utaratibu huu. Hii ni dawa ambayo nimekueleza, lakini hakikisha unapata mafuta halisi ya zaituni, yasiwe mafuta ya kubabaisha, yawe halisi. Basi utatibu tatizo hili la atharul amaliyati aljarahiyya, ya kuweza kutibu yale mabakia yaliyobakia kwa mtu aliyefanyiwa upasuaji ama operation, na ataweza kuwa sawa bihurmatillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu, fuata utaratibu huo, na insha Allah usiache kusikiliza darasa zetu ili uweze kunufaika na kujisaidia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.